Hello guys, of course, welcome to Makweli Podcast. Remember, this is the third episode of Makweli Podcast. I go by the name Foresta Mtiana na mrembo mwichfulwa na bongo na ukiniita the entertainment master siwezi katrande. Today I'm hanging out with my co-host here. Introduce mwenyewe. Mkenya daima hapa hivi. Wewe sikiliza tu ama uniite kwako ukitaka. Mimi niko available. Inakuwaje ndugu yangu? Ishakuwa nimefika kwenye mitandao, naona vitu fulani zina trend pale, vitu za ujinga sana. Kwanza watu wanalalamika sana ati mbona mademu wenye wana hoku vitu wanapenda kupatiwa. Vijana wana tabia mbaya, mbona wakatia mademu? So mi najiuliza, kwani kwa na force mademu wenyewe huwa anakaa njaa, akikatiwa anaingia box. Sasa mi nashangaa watu wenye wana complain rada zao ni gani? Wewe unaona hapo kuna makosa? Hakuna makosa hapo baadhi. Unajua kuhook. Unajua hata kinkalala bana, kuna mtu alikuwa na hook saa zingine. Unafikiria na hook products kumbe kuna agenda behind it. So unaona alafu tena kijana mwingine mjinga, jana anapiga simu, anasema yeye maikatiwa na mama. Ati mama. Watu wengine tunataka chance kama hizo. Yeye anaweza. Sema ati hao mama wana tabia mbaya, sijui mara ho. Unaona hiyo tabia mbaya? Kupigia simu na mama bwana, hiyo tabia mbaya. Wewe mama akikupigia bwana, hiyo ni chance, opportunity. Unajua Mungu pia huwa anasaidia watu. Bahati na kujaga mara moja. Bahati na kujaga mara moja. Anyway, sasa so far bwana, economy imekuwa ngumu. Mkenya bwana, kuna dem fulani. Dem fulani nimeenda na yeye juu. Sasa dem ananiambia acha kwanza nicheke. Wewe kwanza umepitia mashida wewe. Umepitia mashida. Acha nicheke kwanza inakaa bado. Dem anaenda anaambia watu mimi sina nguvu za kiume. Sijui ati mimi naenda tu round moja. Baadaye sana waache kitu. Mimi naenda round moja. Mimi nashindwa ati sijui mara sijui kundara sijui kufanya nini. Mimi nashindwa. Unajua kitambo women ndio ladies walikuwa wanaolewa, main aim ya kuolewa watoto kuzaa. Hakuna kitu ati uende mshikane 30 minutes ya nini? Aim ya kuolewa ni watoto bwana. Unakuja au unapanda unafanya zako ya wewe bwana. Mimi vitu za kwanza, kama wewe ni demu ukiwa hapo na akili za ujinga tuzaniambia sijui ati mimi 1 minute man, as long as ni minute with different girls. Wewe kama mwanaume bora umesikia vizuri, the rest wacha ajitegemee bwana. Show tuachie wakalenjini. Kama mbaya show hizo kwani tuko marathon. Wewe nataka uende 20 minutes. Kila mtu anajua kazi yake bwana. Wewe fanya kazi yako, mimi nifanye kazi yangu. Madam, kila mtu afanye kazi yake. Alafu ukipata dem mwenyewe hata ukimwangalia, unajua kwanza before dem kuna vitu unafaa kuangalia. Don't ever upgrade lifestyle ya mwanamke yoyote. Kwanza kuna huyu jamaa saa hii unaona amechoma manzi yake na acid. Nika mpetea story kwa mtandao. So kuna huyu dem fulani recently huyu boys alikuwa anamsomesha, anamlipia school fees na akona bibi. Huyu bwana akona bibi. Lakini dem anajua huyu jamaa akona bibi. Sasa hivi majuzi yeye alikuwa na graduate. Sasa dem ku graduate anaambia jamaa, unajua you not my type bana. Wewe ligi yangu. Unafanya mpaka hiyo ligi. Ujinga. Imepiga chombo na acid bana. Sasa anauguza majeraha. Bwana saa zingine mimi usiwahi upgrade kwa msichana. Kwanza dem yoyote. Dem yoyote. Unajua kwanza before date, kuna vitu. Unajua unafaa kupeleka demu angalie kama mtu amekuwa exposed ama bado. Bado tulizo ni budi. Kuna mademu ukishaona demu amepasuka miguu, kuna cracks, mguu nezeka ndani 5 bob uende ipotee. Wewe umesana shama hoho. Achana na yeye. Unajua about dating bwana. Mimi my date man fulani. Ni fulani alikuwa anatoka Kirinyaga ama alikuwa anatoka wapi? Unaona mdemu bwana, kila time anakuja kejani. Anashangaa msichana. Nishiko? Nishiko. Ndio fulani, mfano Kirinyaga huko bwana. Msichana anakaa tu venye anataka. Hizo masala tumetoka Ocha tumeingia mjini.
Sasa unapita tu na kila kitu. Umeanza ku expose. Watu wamevaa inaitwa aje, kuna nguo wanaziita sabuleja. Zile flash. Sabuleja. Yaani unavaa kama mwenye outriver. Ukikutana naye kivaa hivyo, mechi live and direct. Hakuna mbwembwe nini. Lakini unajua demo akikuja amevaa longi, Recent amekupigia paka ngozi ya jeans. Na mshipi. Najanga raba, nyamni hawezi paka nyamni. Amekuja sleepover. Na unajua hapo ndio penye mapasi huwa anatumemea. Bana pasta, pasta kuna chances. In fact, unajua nilitamani sana kuwa pasta, lakini kwanza wewe ungetese hapo kwa pasta. Hata saa hii kitu yenye naweza fanya, maana mtu akiniombea, ameniwekea mkono. Kitu ya maana naweza fanya ni kuanza kucheka. Kwanza nasikia ulikuwa totomisa. Totomisa naye nilikuwa. Ndio maana naweza fanya pasi akiniombea ni kucheka. Pasi bwana wana mambo. Unajua bibi anaweza pika chapati na kuku apeleke kwa mchungaji. Bwana yake anaachiwa mboga. Lazima mchungaji akule vitu. Unajua achunga kondoo. Unajua pasi anaweza ambia bibi aje. Unajua Roho Mtakatifu amesema. Roho inataka. Inataka ni kuongezea uzai. Wewe si muona sasa kwenye Kanyari anatandika ule mlima Kinyorero ule. Ule sana hivi. Sasa hii Kanyari bwana, Kanyari Roho ametaka Roho inasema, unasikia pasi anakuja. Roho wa Mungu amenitoa. Niende sasa. Ngoma takatifu umefanya nini? Ndio uko tena nakuuliza, uko na shida wewe uzai watoto? Na unataka firstborn kijana? Roho inasema. Kwanza anafanya clearing. Anakuja kama John the Baptist. Kwanza makanisa za ushagondo ziko na ujinga sana. Makanisa. Bwana design watu kuabudu pasi. Ushagondo noma. Unaona hata Mr. President akitaka kupitisha finance bill vizuri. Anafaa kutumia mtu kama Kenzi. Basi itapita. Influence. Jamaa pasi akishasema amesema. Doubt. Sasa akiongea ameongea ni roho. Yaani watu wanachukuanga pasi kama second god. Yaani bwana mapasi wamekuja kuweka historia hii Kenya. Ukitaka mademu wazuri, enda kanisa. Ukitaka kukula makondoo, ukitaka kunyang'anya mtu yoyote demu, hata uko prezo, as long as kwa touch kwa kanisa fulani, pastor ako na influence over you. So unapata ile design ya, unajua ukienda kazi ulipwe 500 punch. Upeleke kanisa 400, upelekee bibi iko sawa mbele za Mungu kila mahali. Fanya makosa, uende kazi ulipwe 500. 400 upeleke kwa klabu, pombe, warembo na nini na kadhalika. Alafu upeleke nyumbani. Bwana pasta atakashifu, unezoombewa. Wewe kwanza ni mtenda dhambi bro. Wewe ni mtenda dhambi. Shwari. Sasa wewe anafanyanga. Nganga ukienda kwake na sadaka ya coins anakupiga. Sio bwana pasta. Basi kanisa siku hizi ni biashara. Penye imefika itabidi tuache kuomba tu. Kanisa imefika. Life. Kanisa imekuwa business bana life. Alafu kuna story fulani nimeona Yoboy anasumbua nayo, Yoboy King huyo. Yoboy anatesa. Yoboy Raivani amemfollow sijui nani sijui. Ama tumpigie tuone rada gani Yoboy King tuone rada zake ni gani. Alafu wasanii bana, wasanii wache tuone Yoboy inashangaa nasema amefuatwa sijui na Raivani. Alafu pia kuna mtu mwingine Mancheza nimengojea ngoma sana bana, si kama shabiki. Mancheza ndimu nyala, nilisikia tu kuna verse fulani anasema ndimu nyala. Mancheza release. Acha kwanza tuone Yoboy. Unajua Yoboy ndio kama Harmonize wa Budaline. Yoboy King. Yoboy. Vanadi King Yoboy King. Mambo vipi King?
Safi, kwaje? Si tuko fiti, tuko hapa na Mkenya Daima ndani ya Maukweli Podcast. Mkenya anashangaa. Uko na namba ya msanii mkubwa bwana. Una deal na Rayvanny kakufollow vipi? Mambo kawaida hayo. Mwanetu unajua ni msanii wa kwanza kutoka Busia kukuwa followed na Rayvanny. Unatuwakilisha bwana, unatuwakilisha. Tukiona hivyo tunajua sanaa inaenda level nyingine. Wiki ijayo tutakuwa tumeteka hizo ma-TV zote. Kazi safi. Haina mambo mkuu. Yombo lakini huyu kijana ni hatari. Ngoma fulani ametoa ya Mbita MP Abdelangi. Yaani unajua for the first time nimemsikia akiimba fluent Kinyala. Me I thought this guy amekuwa amelelewa coast. Unajua mambo zake zile, kila tweet akifanya nini unajuanga mambo ya kikosi yule. Bana mtoto wa Mombasa. Mtata akishuka kwa gari pale, anashuka na design yake. Hamwezi elewa. Yo boy king. Kama dawa. Episode 3 ya Maukweli tunaifunga. Unaweza kufollow channel, subscribe, like, comment, share. Napata support.